vizuri ile kitu yenye unaweza nielezea iniingie kwa akili, kwa maana hii yenye unaniambia hata hakuna kitu nashikishana. Mimi venye umenipigia simu kaniambia Mama Shifuna kuja, nilikuwa najua unakuja uniambie nimemanage kuchukua Abigail ako mahali fulani, fanya haraka tumsafirishe. Hapo unaniambia ati sijui daktari, sijui gari ilipotelelea. Hiyo unaniambia nini? Usijali, sio na tatizo. Kulukulu. Unaona zile dawa ulikuwa unachanjwa nazo Malindi, ilikuwa pesa yangu. Hiyo transport ulipewa kutoka Malindi ilikuwa pesa yangu. And the way mfalme ameniambia ulimpigia simu akakataa kushika, na alikuwa ameshajua dada Sara na familia yake imemanage kutoa ule mtoto hospitali saa 10 za usiku. Wewe unaenda hospitali unapiga simu saa 10:51 na mtoto alitolewa saa 10:45. Aya. Sasa mmenini Mama Shifuna. Dada Sara amefaulu kutoa Abigail hospitalini. Mama Shifuna si atakasirika na ameniambia tukutane hapa hizi masaa. Sasa ndafanya nini? Mama Shifuna sasa yako wapi? Majua ndio tegemeo yoyote. Aya. Babu Tale ndio mambo yote. Babu Tale aliweza kutibu Raji akaweza kuona. Acha tuongoje. Babu Tale uko wapi? Babu Tale. Aya. Sitakuachi. Mama Shifuna sasa ataninyonga mimi. Aya. Takuaje? Akija ndamwambia Abigail aliweza kutoweka saa 10:30. Mama Sara naye ni hatari kidogo. Akiomba nasikia nikichomeka. Sana shangaa itakuwaje? Mashifuna sako wapi hizi masaa? Ameshinda ameniambia hapa nitulie mpaka saa hii akuji. Acha nitusubiri kidogo. Babu Tale, Mashifuna si akuji. Wewe kijana. Mambo. Wako na Mashifuna. Niambie. Mama Sara ameweza kutoweka na Abigail. Ati? Mama Sara ameweza kutoweka na Abigail. Wacha nikuulize. Hebu rudia, ni kama sikuelewi. Unajaribu kuniambia nini? Mama Sara ameweza kutoweka na Abigail saa 10. Uko serious? Uko serious. Hebu ongea na sauti nikusikie, kwa maana sikuelewi. Ati dada Sara amemanage kutoroka na Abigail. Nilikutuma hospitali saa ngapi? Nilikutuma hosi saa ngapi? Nilikwambia uingie hosi saa ngapi? Saa 9. Alafu ulifika hapa saa ngapi? Nilifika nikapata ameondoka. Wacha kunionyesha meno na nini. Nilikutuma saa ngapi? Nilikwambia uingie hosi saa ngapi? Kwa saa ngapi? Alafu nikakuja nikapata wameshatoka, walitoka mapema. Nilikwambia uende hosi 3:35. Saa 9:35. Kwa nini ulichelewa? Kulikuwa na traffic. Hapa chini, kaa chini. Kwa nini ulichelewa? Kaa chini na ukae na matako yako. Hiyo ndio kazi ulitoka Malindi yote ukipewa pesa ukuje unifanyie? Hapana. Daktari, tulia Mama Shifuna. I'm finished. Nimeisha. Haujaisha. Ngoja nikuambie Kulukulu. Wacha tu nikuulize swali moja. Tukiachana jana nilikupea paka time, tulikuwa tumeelewana na huyo daktari wa night shift utaingia pale saa 9:35. Ilikuwa aje ukachelewa? Pastor Sara alifaulu kuomba.
Sasa maombi ya dada Sara, okay, maombi ya dada Sara inakuhusu na nini? Mbona wewe kujipaka ile dawa nilikupea na umanage kuchukua huyo mtoto? Nilisahau. Kulukulu. Tulikuja kufanya kazi na wewe ama ulikuja kunichezea? Nataka jibu. Kufanya kazi. Na lafu, ako wapi Abigail? Alitoweka. Walisema alitoka saa 10. Hivyo ndio ulikuwa unafanya kazi ukiwa Malindi? Hapana. Hapana. Mimi mwenyewe nimekuambia Kulukulu, amuka saa 9:35 enda pale kwa hospitali, kwa maana tulikuwa na full information kutoka kwa Babu Tale. Dada Sara ataenda kuchukua mtoto saa 10:45. Wewe ilikuwa aje unaenda pale? Sasa ulikuwa unaenda kufanya nini? Niambie, ulikuwa unaenda kufanya nini? Nimeenda kumchukua. Yaani utibiwe na mfalme, ukatiwe fare ya kukuja Nairobi, uruti ulipiwe mahali pa kuishi, then unakuja kunipea jibu yenye haiwezi ni, yani sijui nikwambie nini. Unataka nikwambie nini? Nisamee. Nikusamee, nikikusamee. Okay, msamaha wangu utaleta Abigail? Utamleta. Nikikusamea hiyo msamaha italeta Abigail? Utamleta. Wacha nikwambie Kulukulu. Nataka unisikilize na unisikilize tena vizuri sana. Uliniambia unapaka pesa ya Uber. Nikakutumia 10,000 uende uchukue Uber. Kwa maana ni usiku ndio usirisk. Kwa hivyo pesa yangu imeenda hivyo. Abigail pia nimemkosa. Pesa yako ijaenda. Uko na basi nipe pesa. Sina. Pesa ijaenda. Nipe hiyo 10K. Ngoja nikuambie. Na uongee na sauti nikusikie. Acha nikuambie. Nilipia daktari yote. Nimesema uongee na sauti nikusikie. Sawa. Naweza simama? Niongeleshe ukiwa umekaa chini. Sitaki juu unanipea hasira. Hebu niambie. Nilipia daktari 10K yenye ulinitumia. Akamanage kufaulu kufuata hiyo gari. Alafu kuifuata ikapotelelea. Sasa nimeshinda hapo the whole day. Lakini daktari ameniambia kuna dawa 2 Abigail anafaa kudungwa na lazima utatoka hapo. Ati ile 10K unamaanisha ile pesa nilikutumia ya Uber, wewe ulifanya kutembea na mguu, ukaenda ukaonga daktari na unaonga daktari kama Abigail ashatolewa. Nilipata kama ametoka. Okay, ulipea daktari 10K, sijakataa. Hii 10K ulimpea, alikusaidia na nini? Alinionyesha hapo hivyo mali anakaa na hapo hivyo. Hapo mali gari litoweka. Kulukulu, huko serious na kazi yangu? Niko serious. Huko serious na kazi yangu Kulukulu, acha tu nikwambie ukweli. Kwa maana mimi nilikuambia uende hospitali saa 9:35. Kosi nilikuwa nimejua by 4:45 dada Sara atakuwa pale na Eric wakitoa ule mtoto. Sasa wewe unaenda kama uko late. Wewe ulikuwa unaenda late kufanya nini? Okay, ushapea daktari 10,000, ashakuambia hii pesa amekuonyesha mali gari ilipotelelea, sijakataa. Sasa utaishi kukaa hapo ukingojea watoke nje? Si hivyo. Leo tu lazima dawa iende kununuliwa. Kwa hivyo alikuambia kuna dawa 2 zenye Abigail anafaa tungwe nazo. Dawa 2 na ni must. Hawa kutoka nazo hospitali zinaenda kununuliwa nje. Wana hela. Wana hela kabisa. Wana hela na walimanage kutoa huyo mtoto hospitali. Walionga daktari na 20. Wewe unajua kitu yenye unasema? Unajua kitu yenye unasema? Hii imekuwa ngumu. What can I do now? Nitafanya nini Babu Tale? Nitafanya nini? Kwa maana huu mtoto ndiye alikuwa tegemeo langu, na nilikuwa najua nikipata Abigail, kupata mamake huyo dada Sara si shida. Ningekuwa na Abigail sahi kwa mkono zangu hivi, dada Sara ningempa. Lakini sasa wewe ulienda kuserereka. Sijui ni kuserereka ama ulienda kufanya nini. Ukachelewa, ukashindwa na kwenda kwenye nilikutuma. Na niliwatuma mkiwa wawili, mkiwa na Raji. Sasa na kupata ukiwa hapa peke yako. Usijali na Raji. Raji ako hapo hivyo macho.
Ako wapi macho? Ako macho Ako wapi hapo. macho? Kila mtu ako na macho zake, si ati mwingine ndiye anafaa kufanyie kazi. Kulukulu, nilikuambia vizuri wakati uliingia hapa tukikaa na we chini, nikikwambia mtu mwenye anaharibu hii kazi yetu ya mizimu ni dada Sara. Na tulimanage, nikatuma jambasi akadunga mtoto kisu na ikiwa na Boyson akakimbishwa OC. Huu mtoto lengo yangu na Babu Tale na mfalme ilikuwa tumchukulie pale hospitali. Kwa nini nyinyi mmefanya hivyo? Tutamchukua. Tutampata. Walai Kulukulu, ningekuwa na bunduki saa hii. Omba Mungu wako nimeacha bunduki kwa nyumba. Hakuna kitu ningeongea na wewe. Hakuna kitu ningeongea na wewe. Kwa maana pesa zangu ndio zimeenda bure. Kumbuka 1300 imeenda bure hospitalini. Nikarudi nikakuongezea 10,000 ya kuchukua Uber. Wewe na mguu yako unaenda, alafu daktari anachukua pesa akijua vizuri mtoto ashatolewa mahali pale. Then unaniambia sijui amenionyesha mahali gari ilipotelelea. Gari inapoteanga? Ilipotea. Ilitoweka. Kulukulu, nataka ufikirie vizuri ile kitu yenye unaweza nielezea iniingie kwa akili, kwa maana hii yenye unaniambia yote hakuna kitu nashikishana. Mimi venye umenipigia simu kaniambia Mama Shifuna kuja, nilikuwa najua unakuja uniambie nimemanage kuchukua Abigail ako mahali fulani, fanya haraka tumsafirishe. Hapo unaniambia ati sijui daktari, sijui gari ilipotelelea. Hiyo unaniambia nini? Usijali. Sio na tatizo. Kulukulu. Unaona zile dawa ulikuwa unachanjwa nazo Malindi? Ilikuwa pesa yangu. Hiyo transport ulipewa kutoka Malindi ilikuwa pesa yangu. And the way mfalme ameniambia ulimpigia simu akakataa kushika. Na alikuwa ameshajua dada Sara na familia yake imemanage kutoa ule mtoto hospitali saa 10 za usiku. Wewe unaenda hospitali unapika simu saa 10:51. Na mtoto alitolewa saa 10:45. Hadi mfalme mwenyewe amekasirika. Wacha nikwambie kitu kingine. Na nataka unisikilize. Hizi dawa ulikuwa umepewa, dada Sara maombi yake haingefika mahali pale ya kutuzuia kuchukua huyu mtoto. Kwa maana kama tulimanage kuonga ule daktari 1300, ilikuwa imebaki tu kuenda na 1400 na tumwambie please, toa huyu mtoto hapa, sisi tunaenda. Kwa nini umenichezea? Sijakuchezea. Kwa nini umenichezea? Sijakuchezea. Na isikuwa umekuja hapa Nairobi kuniharibia kazi. Asiwezi kuharibia kazi. Isikuwa umekuja Nairobi kufanya nini? Kuharibia kazi. Kulukulu, isikuwa umekuja Nairobi kufanya nini? Kuharibia kazi. Sijafurahia. Kwa maana mimi ndio nimelose. Mimi kama Mama Shifuna mimi ndio nimelose. Kwa maana huu mtoto yani nilikuwa nataka nionyeshe dada Sara huyo Mungu anaomba si Mungu. Unanielewa? Lakini wewe sasa umekuja kupea dada Sara kiburi, kwa maana ashatoa mtoto, atazidi kuomba. Huu mtoto tungempata hata saa hii mizimu zingekuwa zinafurahia. Unafikiria mababu wamekasirika aje? Unajua ndio nikuja hapa nimetoka wapi? Sijui. Uwezi jua kwa maana mimi ni mtu tu naburuka, naenda mahali fulani, naenda hapa. Kila mizimu mahali penye nimezipanga, hakuna mzimu inataka kuniona mbele yake kwa sababu ya ule mtoto ametolewa hospitalini. Na ule mtoto alikuwa amepangiwa sherehe. Tungemanage kuchukua ule mtoto pale, alikuwa amepangiwa sherehe Malindi. Paka mfalme amefanya shopping ya 1,000,000 sherehe ya Abigail. Ndani unakuja kuniambia uchapata Abigail, why? Mimi naweza kukeuza kuku, usicheze na mimi. Usinigeuze kuku. Naweza kukeuza kuku ushinde ukitembea nje kama mjinga. Usinigeuze kuku. Mimi sifanyangi kazi hivyo. Wacha nikwambie. Na before uteremuke huku, ungeuliza wale wafanyakazi wako Malindi, huyu mama anatumwa kwake ni mama wa aina gani? Ndio uingie gari ukifika hapa. Mimi sipendi mtu wa kunichezea. Unanielewa? Sipendi mtu afanya nini? Kuchezea. Na usiwahi nichezea tena. Sitaki kuchezea. Na kama utaki kazi useme utaki kazi. Mimi wasipembelezi mtu. Wenye wanahitaji pesa ni wengi. Kulukulu. Mimi nataka kazi. Alafu nataka kazi kutoka ukuja nini umefanya? Kama ulikuwa unajua utamanage kuamka asubuhi, mbona ukuniambia nipange mtu mwingine? Nilimanage. Nakwambia dada Sara aliomba.
Dada Sara aliomba. Maombi ya Dada Sara mimi hainipei stress kwa maana mimi mwenyewe najitambua kama mama Shifu. Na nikikutuma pale uende uchukue ule mtoto, nilikuwa nimejitambua, nilikuwa nimefanya kila kitu. Sasa mara ya kwanza tulimanage kupeleka pesa na tukaingiza dawa kwa ile wardrobe ya ule daktari kama ajui. Hiyo dawa ndio ilikuwa ina confuse huyo na ilikuwa imebaki kitu kidogo hivi atutolee Abigail. Kwa nini ulifanya hivyo? Usijali. Babu Tale yako kama aliweza kufanya Raji wetu hakuwa kipofu tena. Kuona kwa Raji kunipei stress. Kwa maana kuona nilijua ataona, hata kama amekeuzwa kipofu ataona. Mbona huku meki kuenda kuchukua ule mtoto? Sina kuambia. Wewe ndio unielewi. Wacha nikwambie kulukulu. Na nataka nikuongeleshe sana. Nataka nikuongeleshe sana na unisikie na unielewe. Wacha kuniangalia. Nataka unisikie sana. Nataka kufanya nini? Nikusikie. Na uniangalia vizuri. Ufanye nini? Nikusikie sana. Sipendangi ujinga. Sawa. Sipendangi nini? Ujinga. Nikikupangia kazi, fanya kazi venye nimefanya nini? Ndio umeniagiza. Saa hii tunaenda kupata wapi Shifuna? Nani? Huyo Shifuna juu tulikuwa tunamuita Shifuna. Tunaenda kumpata wapi? Tunaenda kumpata wapi? Kwa maana mizimu ilikuwa inatarajia ule mtoto alienda asini Shifuna, ndio tunarudisha Shifuna wetu kwa makao. Unanielewa? Na wakati ulikuwa unaenda hiyo hospitali, nilikuambia usitamuke jina Abigail kwa huyo daktari. Abigail ni jina imeombewa na wakampea. Tamuka Shifuna ndio zile dawa zifanye kazi. Daktari ameniambia wewe umefika pale ukamuuliza Abigail. Na hiyo kuuliza Abigail, dawa zinafanya nini? Juu ni kitu nilikuwa nimemwambia, huyu mtoto anaitwa Abigail. Kwa mizimu tunamuita Shifuna. Na ni kitu daktari alikuwa amejua. Nikamwambia mtu yote akikuja kuuliza Shifuna hapa, wewe mtoe, umupea. Ndio ili ile dawa isiharibike, isiishe nguvu. Wewe umeenda pale daktari, nimetumwa huku unitolea Abigail. Umekosea mizimu 12. Umekosea mizimu 12. Na venye wewe mwenyewe utafanya sitaki kujua. Ujue venye utatembea one by one kwa kila mzimu, na ukipewa uambiwe wanataka madhabahu fulani, utajitafutia wewe mwenyewe. Mimi siko. So ile kitu nitakwambia, nataka ukae chini ufikirie. Tena ufikirie sana. Ni Abigail utanitafutia? Ama ni Dada Sara utanitafutia? Ama ni mizimu utaenda kuomba msamaha? Kazi ziko kwako mara ngapi? 3. Mimi ukiwa wasimu itanistua. Kwa maana mali unaelekea sasa, usipokeuka kuku, walai utakuwa inzi. Wacha nikwambie leo, sijai kukuambia, usipokeuka kuku utakuwa inzi. Usijione mrefu hivyo. Kwa maana ile kitu umefanya imetingisha ulimwengu mzima kwa wale watu wanatumia uchawi. Umenielewa? Ndio. Ndio maana umeona nikikwambia kuja enda pale na kuja nimekawia. Kwa maana nikifikiria tu Dada Sara amemanage kwenda kuchukua ule mtoto, nguvu zangu zinaniishia. Paka mimi mwenyewe umefanya inafaa niende kwa Babu Tale leo usiku. Na Babu Tale tulikuwa tumepangana, nimemhesabia zake, nimempatia, nikamwambia Babu Tale, ile kitu imebaki sasa ni wewe unifanyie kazi. Chunguza mahali Dada Sara anatembea, chunguza mahali Eric anatembea, chunguza mahali Abigail yako, kila kitu wanafanya kwa hospitali nilikuwa naambia. Na ndio maana nilikuja nikakwambia kulukulu enda. Kesho huyo mtoto anaenda kutolewa. Mbona ukafanya hivyo? Nisamehe. Na kusemea kiaje? Hiyo msamaha unaomba, sio mimi utaomba. Msamaha unaenda kutafuta mizimu 10 na ngapi? 2. Na kila mzimu iko na nini na dhabao yake. Kila mzimu itakuitisha ile kitu
Nataka. Saa hii ukiambiwa upeleke Simba itolewe madhabahu pale, utaitoa? Na ni pesa, sina mdomo ama utaenda kwa kichaka wewe ngojee Simba, ni pesa. So ile kitu nitakwambia kulukulu. Neno lenye nakuacha nalo ni hii. Kaa hapo, ufikirie, uone nitafanya nini ndio niweze kufaitika mbele ya mizimu. Mimi kama Mama Shifuna, usiniingize kwa kesi yako. Wewe mwenyewe ndio ulichitakia. Kwa maana nilikwambia nikuitie niga, ukaniambia niga wachana naye, mimi nachitambua. Nikuitie Raj, wachana na Raj, mimi nachitambua. Nikuitwe ule mama, hukutaka kujua. Hauti kuniambia maombi ya dada Sara alikuwa anaomba nikiingia kwa hiyo hospitali inachomwa. Maombi ya dada Sara alikuwa anaomba sijui nikiongea na daktari ninachomwa. Mbona hujachomeka? Ni wapi umechomeka? Huko kwa mgongo. Umechomeka ukachitibu ama? Bado nahisi uchungu. Alafu nikuvumilia. Okay, unavumilia. Niambie, nataka kuenda kwenye naenda. Abigail nampata lini? Kesho. Uko sure nitapata Abigail kesho? Napata kesho. Kulukulu, wacha kuchezea maisha yako. Unachezea maisha yako na uoni. Sasa ni saa ngapi? Sasa ni kitu inaelekea saa 12 hapo. Kwa hivyo hii masaa imebaki, utatafuta Abigail uniletee. Utajaribu. Utajaribu. So nimekuacha hapo. Siulize maswali mawili matatu, then ufikirie Abigail unamtoa wapi. Sijaachana na huyo mtoto. Sasa ndafanya nini? Mashifuna ananipeleka mbio huku. Na Raj naye ako wapi? Tuliagana tukutane hapa. Mashifuna. Fikiria kulukulu.